process gani labda kwa mkulima ambaye amechelewa kidogo, yule ambaye anataka kwenda kuanzisha saa hizi. Ni mkondo gani ambao atachukua ama mkondo gani ataweza kuchukua, right from land preparation, ni kemikali gani ataweza kutumia pindi tu mahindi kisha toka kwa ground imegerminate na iko na wiki kama 2 hivi na anataka kulimia, kwa sababu saa hizi kama ambavyo mmeweza kusikia kutoka kwa director kwamba watu saa hizi kupata human labor imekuwa kazi ngumu sana. One, it has become a very expensive undertaking. Wanataka kulipa pesa mingi na ina offset kidogo kwa zile returns ambazo mkulima anapata pale. So wakati tunatumia madawa tunapunguza ile cost ya kulimia mashamba yetu, na hivyo basi tunaongeza ile profit margin. So nitataka kumkaribisha mtaalamu kutoka Rainbow atajiintroduce na weze kutuelekeza kivipi ambavyo tutaweza kupalilia mahindi yetu. So Alan, welcome so much. Asante sana Mr. Ben kwa kunialika kwa hii programu yetu ya Mazao na Afya Day. Yes. Kwa majina naitwa Alan Mwangi. Kaloga. Fanya na kampuni ya Rainbow, Regional Manager Mount Kenya. Kwa kifupi, Rainbow ni kampuni kubwa. Yes. Ni moja yake ya kampuni zenye tunasema ni multinationals. So globally, Rainbow it's all over. Yes. Kando na hiyo, Rainbow tunafanya production ya dawa zetu. Yes. Kwa hivyo kutengeneza madawa, kampuni ya Rainbow ndio inajitengenezea dawa zake. Initially hatukuwa tumeingia kwa biashara sisi wenyewe as a company. Tulikuwa tunatumia kampuni zingine kutuuzia madawa zetu. But as from last year but one, tumedecide kuingia kwa soko ndio tuweze kujiuzia madawa zetu pia. Yes. So our headquarters in East Africa is in Nairobi. So tuko area kabisa Mr. Dan. Yes. Yeah. That is good to hear kwamba wako East Africa, it's a multinational company na ninyi mnafanya manufacturing ya dawa zenu. So mnaelewa ni teknolojia gani ambayo inatumika pale to the best of the knowledge na pia kulingana zile shida ambazo mkulima anapitia pale shambani. Kabisa kabisa. So mimi ningetaka tu nikukaribishe uendelee na hiyo part nyingine, uelezee mkulima wa mahindi jinsi ambavyo kabla aweze kuwekelea ile mbegu yake anizi processes gani atachukua, ni dawa gani atapiga, na pidi tu mahindi kishaweza kugerminate ni dawa gani atakuja kupiga so that apunguze the need for human labor wakati wa kupalilia magugu. So thank you. Karibu sana. Asante sana Mr. Ben kwa hiyo nafasi tena umenipatia. So nikielezea Rainbow tuko na madawa mingi. Tuko na dawa zenye tunaita herbicides. Dawa za pili tuko nazo ni dawa zinaitwa insecticide ama dawa za maginyo wakulima tukipenda kusema. Tuko na dawa zingine zinaitwa dawa za baridi ama ukipenda fungicides, lakini nikipenda kuanzia na dawa zenye tunaita herbicides. So hapa ni pale mkulima anaingia kwa shamba na inaanzia na preparation of the land. So everything starts with the preparation. So mkulima kwanza ataingia kwa shamba yake, aangalie shamba yake, alafu tena ataweza kuona shamba yake sasa iko tayari kama vyenye tumefanya kwa hii season yenye tumekuwa saa hii. So dawa yetu ya kwanza sasa inaitwa Lead Out, na niseme ya kwamba Lead Out hii ni dawa ya kupalilia ama zenye tunasema ni non-selective. So mkulima kabisa anaanzia na hii dawa, ataingia kwa shamba yake, kiingia kwa shamba yake ataweza kupiga hii dawa. Kipimo yake ni 150 ama 250 ml kwa 20 liters of water. So mkulima tunamshauri aingie pale kwa shamba yake na maji yenye iko safi. Safi kabisa kama yeye mwenyewe anaweza kunywa. Kwa sababu tumegundua ya kwamba mkulima akipiga na maji yenye iko chafu, hii dawa itakuwa performance yake inakuwa deterred ama inakosa kufanya kama vyenye inafanya. Na sio hii peke yake, dawa zote za herbicides ama insecticide ama fungicides
ni vyema mkulima kujua ya kwamba atapiga na maji yenye iko safi kabisa, kama yeye mwenyewe maji yenye anaweza kunywa. So hii ni dawa yetu ya kipekee, inafanya vizuri. Ni dawa moja yake ya zenye tunasema ni glyphosate. Hii haichagui. Mkulima ataingia pale aweze kupiga dawa yake vizuri na afanye carpeting ile ya kufanya kupiga kabisa bila kuachilia mahali popote pale. So hii ni dawa yenye mkulima akipiga within 1 week inakuwa absorbed directly from the leaves to the tip of the root. So inachoma pole pole, nayo inachoma kumaliza kabisa. So after like 5 to 7 days mkulima ataona nyasi yake na magugu yake imeanza kuturn yellowish, meaning that the product has already been absorbed kupitia kwa mizizi. Na kwa kuwa ni dawa moja yake ya systemic ama yenye inaingia kwa system ya mmea kutoka kwa matawi mpaka kwa mizizi, so itaweza kuchoma vizuri. Within 2 weeks mkulima ataweza kuona dawa imechoma kwa kabisa. So na ni dawa moja yake mkulima akipiga anakaa siku 2, anaweza kupanda mahindi yake, anaweza kupanda mbosho ama mungau, anaweza panda asili yoyote ile, mbegu anaweza panda. So haina madhara yoyote mkulima akipanda kama ameshapiga. Kando na hiyo mkulima anaweza piga dawa alafu akuje apande baadaye. So it's either the farmer anaweza piga apande ama mkulima apande apige. Hiyo yote inafanya vizuri kwa hii dawa. Bolake ni cereal. So itakuwa mzuri kwake. Itapilipia shamba yake vizuri. Sasa ikichoma masilio yake, mahindi, ndengu, minji itakuwa inachipuka na inaendelea vizuri. So we are recommending our farmers watumie hii dawa, iko na manufaa ya kutosha kabisa kwa mkulima. Tunaita readout. Kutoka hapo mkulima ataenda hiyo step nyingine. Sasa mahindi yake imemea, beans imemea, ndengu imemea, na sasa iko stage nyingine tunaita stage 2. So hapa ndipo nayo unapata mkulima anataka kulimia. Sasa magugu tena imeanza kumea after maybe 1.5 months ama 1 month to 1.5 months. Sasa hapo sasa utapata magugu tena imeanza kumea. So tuko na dawa ya pili Rainbow ambayo inaitwa Scorpio Mix. Scorpio Mix iko na mchanganyiko wa dawa 3. Iko na dawa ya kwanza inaitwa Nicosolvan, iko na Atrazine na dawa ingine inaitwa Mesotrain. Dawa ya kipekee hii iko na teknolojia mzuri sana na ya kisasa. So hii dawa itaweza kumaliza nyasi itamaliza vizuri kwa mahindi. Itaweza kufunika. Hii inamaanisha ya kwamba iko na dawa nyingine ya pili inaitwa Nicosolvan. Hii ni dawa ya kufunika hivi ya kwamba mkulima akipiga hiyo dawa kwa mahindi, hiyo season mzima mkulima hakuna kulimia tena. Iko na dawa nyingine ya tatu inaitwa Mesotrain. Hii nayo ni dawa ya kipekee ambayo inamaliza majani mapana kwa mahindi. So hii dawa ni ya umaarufu, iko na teknolojia ya kisasa na inasaidia mkulima. Hivi ya kwamba mkulima akipiga hii dawa yetu inaitwa Scorpio Mix, hakuna kulimia tena kwa hiyo season ya mahindi. So kipimo ni 200 kwa 20 liters of water. So kama mkulima pampu yake ni ya 15 liters, atapima 150 ml kwa 15 liters of water. So hiyo nayo ni dawa tuko nayo. Iko hapa Mazao na Afya na iko na kipimo ya 1 liter. Hiyo inaenda pampu 5. Kwa hivyo mkulima akiwa na shamba yake eka moja na akiwa na Readout ikiwa na Scorpio Mix pole, itaweza kutatua shida yake ya kumaliza nyasi na majani mapana kwa mahindi. Kwa hivyo tunawahimiza wakulima wetu mkuwe karibu hapa
Mchukue hii dawa na itatatua shida yako kwa shamba la mahindi. Hiyo ni dawa ya pili yenye tuko nayo. So thank you very much Alan. Natumai wakulima mmeweza kuelewa na kupata hiyo information. Amesema jembe la kupalilia shamba kabla uweze kama unalimanga na ng'ombe, unatumia tractor. Before you do that, kuna ile magugu iko huko. Unajua ukilima hivyo it is very easy hayo magugu kujaminate tena since kuna mvua. So kuondoa hiyo stubbornness ya magugu, make sure kwamba unajishikia readout. Readout umeambiwa unapima ngapi? Readout tunapima 200. Yes, 220 liters. So ukijishikia pack yako ya 1 liter uko na at least pump 5 za kupiga, na hiyo itakuwa I think for 1 acre itakuwa sawa, si ndio? Sawa kabisa. Yes. And then ukishawekelea mahindi yako, umepanda mahindi, Mungu ametubariki na mvua imeweza kumea, na unataka kupalilia magugu ambayo inatokea after ushapanda. So there's a post emergence selective herbicide in maize. So unajishikia Scopemix. Scopemix nayo tunapima ngapi? Tunapima 200. So unapima 200 pia. So this is also equivalent of 5 pumps. So unapima 200 ml in 20 liters Scopemix na unalimia mahindi yako. That utakuwa umepunguza the need ya kukua na watu kwa shamba, na unajua kama ambavyo niliweza kutaja hapo mbeleni, the cost of human labor imeweza kupanda, na sometimes pia inachangiwa by the economic crisis ambazo labda tuko nazo. Hali ya maisha imeenda juu, the cost of living iko juu. So kuna pesa unaweza lipa mtu ashindwe nitafanyia nini nayo. Kweli kabisa. Ukiangalia unga ni kama 200. Kweli. The normal rate ya cost ya labor huku kama hapa Mwea ni 450 to 500. Wow. So wakati umepea mtu 500 akanunua unga 200, hajanunua sukari, hajanunua dawa za mtoto, hajafanyia a lot of things, na sure, bado atalipa rent mwisho wa mwezi. Kweli kabisa. So kupunguza hiyo need, I think is only right ujishikia selective herbicide ambayo itaweza kupunguza the need of having watu kulimia kwa shamba yako. Kabisa. So we will continue having rainbow in our sessions ili watueleze even zaidi ya hapo. Unajua kuna huu mdudu ambaye anaitwa fall armyworm. Kabisa. Amekuwa mdudu msubufu sana. Edamsho mko na kiboko yake. Tuko na suluhisho kabisa kwa mkulima. Yes. Tutaweza kuingia pale ndio tuweze kuongea mawili matatu kuhusu product hiyo. Yes. Kabisa. So stay put. Tutaweza kuguzia hayo pia. And that tutaweza kusaidia mkulima kwa asilimia kubwa sana. Ni hiyo tu, ukipalilia magugu number 1 na reduce competition ya nutrients pale kwa mchanga. So competition for nutrients inaondoka. Competition for space inaondoka. Unajua wakati wa mvua because of the ile nitrogen flash inakuja na lightning. So some magugu inamea haraka sana. And then I think depending on how they are built, kwamba they can be able to tolerate very extreme conditions. So ukipata when the conditions are favorable, they outcompete the crop. So unapata mkulima mazao yako inapungua kwa kiasi kikubwa sana. So timing ni kitu cha muhimu sana. Kabisa. So usigoje magugu inakuwa kubwa, hapo ndo unakuja kutafuta dawa. It's only effective wakati timing umeweza kuapply kwa muda ambao unahitajika. So that utakuwa umesaidika na utareduce ile competition and the need ya kuweka watu pale shambani kukulimia. So thank you very much Alan.